Ufunuo wa Yohana. Kwa anayeandika andika baraka. Kinyume na baraka kuna nini? Laana. Laana. Kwa hata laana zipo. Unaweza kaandika baraka na laana ili ujifunze zaidi. Maana kinyume cha baraka ni laana. Mungu anaenda kutufunulia. Yawezekana ile neno sio geni unalisoma, lakini kuna wakati unashindwa kulielewa kidogo, lakini Mungu atatufafanulia zaidi kama apendavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema ni baraka kwa sababu sisi tumeonyeshwa toka mwanzo Mungu anafanya uumbaji mpaka Ufunuo. Tunayaona mengi ambayo wengine hawakuweza kuyaona, lakini sisi tunajifunza zaidi. Ndio maana Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Twende tukasome neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 10 hadi 16. Ufunuo 22 mstari wa 10 hadi 16. Bwana Yesu asifiwe. Aliyepata anaweza kasoma. Amen. Amen. Akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuenea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. 16. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliyeshinda na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba ushikilie hapo, tutarudia, tutafafanua hili neno kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni maneno ambayo tunayasoma kama ya kawaida sana. Pengine unaweza ukasoma usielewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasoma taratibu. Hebu anza kusoma neno moja hadi moja ili tuweze kulifafanua. Anza tena mtumishi. Nitaanza kusoma ule mstari wa 10. Ndio. Akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki. Akaniambia usiatie muhuri maneno ya kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Kwa maana wakati huo umekaribia. Tulia kwanza hapo. Akaniambia usiatie muhuri maneno ya kitabu hiki, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Unajua anamaanisha nini hapo? Usiatie muhuri maneno ya kitabu hiki. Anamwambia Yohana kipindi anaandika. Huyo Yohana anasimama ni kama mchungaji. Mchungaji, usiatie muhuri maneno ya kitabu hiki. Mihuri, tumeona mihuri mingi. Muhuri wa kwanza mpaka wa 6 katika kitabu hicho. Lakini wa 7 amesema stop. Usiatie muhuri maneno ya kitabu cha unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hili neno ni neno ambalo kwa kweli mwana wa Mungu
ni baraka kwa wewe ambaye umeokolewa, lakini yule ambaye hajaokoka linamtesa kwa sababu tupo mwishoni. Anasema ufalme wa mbingu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake usichoke kuhubiri, usichoke kusema mwisho tumemaliza wa kutukuza neno la Mungu. Usichoke kuimba, usichoke kumtumikia Mungu, usichoke kuomba, usichoke kufanya kazi ya Mungu ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ufalme wa mbingu umekaribia. Amen. Maana ukisema tumemaliza, hatutaweza kuhubiri, hatutaweza kuimba, hatutaweza kutoa michango kanisani na huduma zingine zinazoendelea. Tutakuwa tumeshatia muhuri kwamba sasa kitabu kimefungwa, Mungu amemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee kufanya kazi ya Mungu, watumishi wa Mungu. Tuendelee. Ufalme wa mbingu umekaribia. Tusichoke. Yaani hata waje waseme nini, wewe kama una kiredio speak nini huko mtaani, wewe piga injili. Angalia kile Mungu amekuagiza ukifanye. Usiatie muhuri maneno ya kinabii ya kitabu hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee hapo. 11. Ndio. 11. Ndio. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Hapo mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Twende soma moja. Mchafu na azidi kuwa mchafu. Ndio. Na mwenye haki na azidi kufanya haki. Ndio. Na mtakatifu na azidi kutakaswa. Yes. Ndio. 12. Hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye kudhulumu azidi kudhulumu. Na aliye mtakatifu azidi kutakaswa. Umeona hilo neno? Hebu nichukulie kama wewe ni mzazi. Yaani wewe ni mzazi, alafu unaambiwa kwamba kuna mtoto anashindikana. Yaani mambo ya kuvuruga huko. Unapata tabu wewe mzazi. Imefika hatua sasa umechoka. Unaweza kusema mwacheni afanye. Acheni, kama wewe ni mwizi endelea kuiba. Acheni. Hiyo ni laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hiyo ni baraka kwako wewe ni mtakatifu. Mwenye mtakatifu aendelee kutakaswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haya maneno kwa kweli ni maneno ambayo ukiyachukulia unaweza kuona ni kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee tumishi 12. Ndio. Tazama anaja upesi na ujira wangu pamoja na kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega. Hapo Bwana Yesu asifiwe sana. Tazama anaja upesi. Anakuja. Yaani wewe ukiendelea kufanya maovu, hata kama unakuja kanisani ukishatoka nje wewe unabadilika. Anasema nakuja kumlipa kila mtu sawa na matendo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Naja upesi. Wewe Yesu anakuja. Wewe ni mtakatifu, usichoke. Usichoke kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unakata tamaa. Yaani akishasikia tu kanisa ni chango, sijui wamesema kidogo, mimi ni kiongozi. Yaani Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya Mungu inahitaji nguvu. Kazi ya Mungu kuendea ule mlango mwembamba inahitaji ujitahidi. Usikate tamaa. Unapokutana na changamoto nyingi, unasema unafanya hivi. Yaani wewe ndio unapita kwenye ule mlango uliokuwa mwembamba. Uwezo ukapita, yaani uwezo ukapita kwenye ule mlango hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuendelea kujitakasa, endelea kuwa mtakatifu, endelea kushikilia imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Hili neno limeshasemwa kwenye vitabu vya nyuma huko hivyo na mpaka mwishoni
jioni linasemwa tena. Yale aliyokutendea mwanzo ndio hayo anakutendea na saa hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu alikufanyia mengi mpaka ukaokoka, mpaka ukamjua Mungu, mpaka ukawa na imani, ukailinda imani yako, hata saa hizi unapokutana na changamoto, Mungu atakutendea tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikate tamaa. Endelea kuwa mtakatifu, hizo ni baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. 14. Ndio. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Ndio, tuendelee. 15. Ndio. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Bwana Yesu asifiwe. Huko nje kuna mbwa. Mbwa ni watu wa namna gani? Tabia ya mbwa tunavyojua, akila chakula anatema, anakula tena. Yaani hivi, unakuja kanisani, unaombewa, unabadilika, unakuwa mwepesi, lakini ukisharudi huko, ukishatoka tu kanisani, unarudia tena dhambi ile ile. Wewe ni mbwa, sio mtu mwingine naye adui yako. Ukishaokoka, shikilia imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiwe mbwa. Yaani ukiona kabisa ushatoka hapa, huko unabadilika, unaenda kuwa mbea, unafanya vitu vingine ambavyo ni tofauti kabisa na neno la Mungu. Yaani wewe jitambue kabisa kuwa mimi ni mbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wazinzi, kuna wachawi, kuna waabudu sanamu. Waabudu sanamu. Anayeabudu sanamu mtu wa aina gani? Sio sanamu mpaka tulete hapa kanisani tuchoke sio nini, tuweke hapo tuna sujudu. Sanamu ya rohoni ipo. Unajua kabisa leo ni siku ya ibada, hapo leo kuna Simba na Yanga wanacheza. Unaona bora ukaangalia Simba na Yanga kuliko kufika ibadani. Hiyo ndio sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sanamu hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wa Mungu, kwa kweli Mungu atusaidie sana kulijua neno. Tusiabudu sanamu. Kuna shughuli zingine zinakuwa nyepesi, yaani ni nyepesi sana kwamba mimi naweza kufika ibadani, sio ya lazima sana niende sehemu fulani. Wewe umeshakutana tu na watu kwa kijiweni, yaani wanakuzuia kabisa kufika ibada. Ibada za katikati ya ufiki na hauna kazi yoyote, unaabudu sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani kitu cha kushangaza sana, lakini ni baraka kama umetambua. Ndio maana zikaita baraka hizo. Maana ukishasoma na ukalitambua kwamba hiki ninachokifanya kumbe nastahili kuwepo imani wa Mungu kwa wakati, unachelewa ibadani. Utakuta Jumapili mtu ni siku, unajua kabisa ni siku ya ibada. Yaani kuna mtu leo anaweza kukuta hiyo Jumapili. Na yaani nikishaamka tu, hata mimi naangalia na muda, nenda na muda, ni saa 2 ni wale ibadani. Hata kama sio kuna chai, kuna chakula cha uzima hiki. Tunafunga mara ngapi? Mtu anafunga, anapoti chai sijui mambo mengine, unachelewa ibadani, unafika saa 4 saa 5. Na ibada inatakiwa saa 3.
Labda umepanga ibada, yaani angalia muda ule ambao unapanga ibada. Unawahi. Ni siku ya Bwana. Tuchelewa huko, toa sanamu hiyo. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna baba mmoja lazima simu. Mtu anafika ibadani hata kama hauzimi simu, lakini hauruhusiwi kuchati. Yaani mtu utakuta na chati kanisani. Yaani unachati kanisani kabisa. Jizoeshe ukiwa kanisani, hata kama simu ipo on, watu ukishatoka kanisani utawatafuta baadaye. Na watu ukishajizoesha hivyo, hata wakikupigia simu watajua yupo ibadani. Sisi wao tunachati kanisani, watu wanakuzoea, wanaanza kuchatisha. Hiyo ni salamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuheshimu ibada. Haleluya. Yaani vitu ni vitu ambavyo tunajiwekea, tunajitengenezea sisi, vitu ambavyo yaani vinakuwa yaani sio vizuri. Hatubarikiwi. Unaona toka hapa yaani hamna kitu. Kisha fika huko maisha ni magumu vile. Sasa Mungu atakubarikije? Unaabudu si? Au ukalia kutumia message? Heshimu kazi ya Mungu. Amen. Ni wafanyakazi sisi. Wote tunafanya kazi huko na tuna viongozi wakubwa. Lakini wanapiga simu. Hata tusipopokea tukiwa ibadani, ukitoka tu huko kumwambia kiongozi, nilikuwa ibadani, anakuelewa, anamheshimu Mungu. Mungu ndio kila kitu, Mungu ndio namba moja. Yaani watu huko hata kama hawasali, lakini Mungu wanamheshimu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu tuendelee mtumishi. 16. Ndio. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu. Ndio. Kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Haleluya. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimemtuma malaika wangu. Huyo malaika ndio huyu mchungaji anaye kuhubiria habari njema hizi, habari za baraka, habari kuwahi kanisani. Unahubiriwa lakini ukishatoka yaani haingii akilini. Unafikiri malaika aje tu aondoke hapa kanisani, utakaa wewe? Malaika anatumika ndani ya mchungaji, ndani ya mzee wa kanisa. Wahi ibadani, wewe haufiki, unaabudu sanamu. Upo kule kwenye sanamu. Umekuwa mbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma Luka 13:24. Alafu tutamalizia Waebrania 5:12 hadi 14. Luka 13:24. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo anayetulia hai. Luka 13:24. Jitahidi kuingia katika huo mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi wanataka kuingia wasiweze. 25. Hapo inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitahidi kuingia kwenye huo mlango mwembamba. Unafikiri huo mlango unapitika kirahisi? Lazima ukomae. Lazima uwe na nguvu. Lazima kanisani unawahi. Ibada inapoanza, pale kuna nguvu inashuka kuliko yule anayekuja katikati ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuja kuchelewa. Biblia inasema wale watu walienda mafuta yao waliishiwa, wakaenda huko kutafuta maisha, wakarudi wakakuta mlango umefungwa. Sasa wewe kwenye mlango mbamba, wewe
kuabudu sanamu na kuitwa mbwa, kuitwa mzinzi. Yaani ukishatoka kanisani ukienda huko umebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Natakiwa ukitoka kanisani na ukienda huko unakuwa hivyo hivyo, unashuhudia. Watu wanakushangaa mzali wapi? Unapewa hadi jina. Utakuta watu wapewa hadi majina huko vijiweni. Tunaishi huko na vijana wengi waliokoka, wanakupa majina utasikia mchungaji, hata tukiwahi hata kuhubiri. Ni kwa sababu tumeokoka, tunahitaji kupita katika mlango ulio mwembamba. Tunapambana hata waseme vipi. Amina. Nilikuwa nakaa huko Arusha huko. Walikuwa wanasema majina mengi. Tena ndio unaokoka kabisa, ni mchanga kabisa kwenye imani. Wanasema hivi, wewe mtumishi unaishije? Ujaoa, unaishi maisha yao, unajidai umeokoka, unaishije? Lakini kwa kuwa nilikuwa na imani na nahitaji kupita kwenye ule mlango ulio mwembamba, nikaambia yupo Yesu anayeweza haya yote. Hakuna lisilowezekana. Tena namwambia kabisa kama Yesu ndiye, yaani na wajibu shortcut. Lisilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu linawezekana. Kuokoka hayo yote Mungu atafanya. Mambo yanaenda, kazi zinaenda, mpaka wanasema hawa Nyakyusa ni wachawi. Kutoka huko Mbeya kuingia kazini unapata hawa Nyakyusa ni wachawi. Wachawi wapi? Ukiokoka mtu maisha yanaenda. Tena kuna aliyokoka akateseka. Labda usishikilie imani. Kama unacheza kanisani sawa, lazima utapata matatizo huko. Amen. Maisha ya kuteseka. Lakini kama Waebrania 5:12 mpaka 14. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa nimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Chakula kigumu, maziwa, hilo ni neno la kiimani. Imani yako imegawanyika katika vitu viwili, changa na iliyokomaa. Ukiwa na imani changa, utachati kanisani. Nakwambia utachati kanisani. Lakini pia ukiwa na imani hiyo hiyo changa, unaweza ukawaambia ule mlima ng'oka, ukakutii. Amina. Watu wamekimbilia sana miujiza, lakini neno la Mungu linakuambia unaweza ukawaambia ule mlima ng'oka, ukatubu huko, ukakutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiwa na imani komavu ambayo sio maziwa bali ni chakula kigumu, una uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Una uwezo wa kupambanua kwamba nikishafika kanisani yatakiwa nishikilie ibada, nisimame na ibada, wala sio kufanya mambo mengine, sijui kuchati, sijui mambo yasiyoeleweka. Nikishasemwa
Najua mimi namtumikia ni Mungu, hata kama nitasema kwamba wewe uko hivi na hivi, wewe sijui ni kiongozi kwenye kanisa, wewe ukiwa na chakula kile kigumu, hakika utapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukawa mbwa, yaani hauwezi ukawa mbwa. Lazima utatambua kwamba yupo karibu, anakuja. Siwezi kukata tamaa. Lazima utakuwa na imani hiyo. Tunatembea na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kuna mfano, tatolea mfano. Kuna siku moja nilikuwa natembea, nilikuwa na wenzangu kwa Morogoro, tulikuwa tunafanya kazi. Wakati tunatembea ni sehemu ya pole. Mvua ilikuwa inakuja kubwa sana. Yule mtu akawa anaenda anakimbia kutafuta lampu ile afunike simu yake. Nikamwambia unafanya nini? Akasema nazuia simu, mvua itatukuta. Na sehemu tunapoenda ni mbali, kama hapa na Iwapi kule stendi. Nikamwambia acha, hii mvua haitukuti mpaka tunafika nyumbani, twende. Akaamini na tukatembea, mvua ikazunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika nyumbani, nikamwambia vipi umefika? Akasema ndio. Ilianza kupiga hiyo mvua, yaani watu hamna kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini napo katika imani hiyo, bado Mungu anakusisitiza upite kwenye ule mlango mwembamba. Hii ni miujiza inatokea tu, tunafanya ni vitu vya kawaida, lakini tunahitaji kufika kule mbinguni. Anasema naja upesi. Hatupoi katika kulihubiri neno lake, hatupoi kumtumikia Mungu, hatupoi kumwimbia Mungu, bado tunalitukuza jina lake. Yupo karibu, anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Alifanya wewe muujiza, ikafanyika na mwingine, yaani ni mingi tu amefanya juu yangu. Hata kwako wewe anafanya, unatambua hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamtendea kila mmoja. Lakini sio ndio tunaonyesha kiburi kwamba mimi nitachelewa. Mimi nitachelewa kanisani. Wananijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nitachati tu. Mimi siwezi leo sihubiri, sijajiandaa. Bwana, usio utahubiri kesho au sasa hivi. Sijajiandaa. Wewe hujajiandaa. Neno linatakiwa litambue, ukomae, uwe na imani iliyo komavu. Imani sio tikisika. Utapitaje ule mlango mwembamba? Anachukua nafasi mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulitambue neno, na bila neno kulisoma na kulitambua hatuwezi kutoboa. Takimbia huko na miujiza, huko kuna miujiza, kuna hivi. Mungu yupo katika neno. Wasikilize wachungaji, wasikilize wazee wa kanisa. Msikilize Mungu. Kila kitu kinachoendelea kanisani kinatoka kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kila kitu kimeandikwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Baraka hizi tuzipokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi naona kuna mtu hajanielewa, tunaelewana? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya muda, neno langu limeishia hapo. Amen.